Karibu tena mpenzi mtazamaji, nizidi kukupakulia taarifa ambazo tumezipakia katika chumba chetu cha habari. Tukisonga mbele ni kuwa mama wadogo kutoka kituo cha Esther Home na Isambu County ya Trans Nzoia wamejumuika na Transrift Films kusherehekea miaka 5 tangu kuanzishwa kwa chombo hicho. Sherehe hiyo imelenga kueneza furaha na kuwapa mama hao wadogo au wa umri mdogo hisia za kujaliwa na jamii. Mwenyekiti wa Transrift Films Rollins amesema kuwa wamejumuika katika kituo hichi cha Esther Home na Isambu ili kueneza furaha yao kwa wasichana hao waliopata ujauzito wakiwa katika umri mdogo. Aidha, Rollins ameendelea na kusema kuwa wanawaahidi watazamaji wao jambo jipya na la kufurahisha. By virtue of being here, it's a powerful statement of compassion and solidarity. The fact that we are here to celebrate our anniversary as Transrift Films, 5 years in the film industry, it means that we value the community, we value teen moms, and deciding to celebrate with them means we are here to encourage them. We are here to tell them that their dreams are not dead simply because they've given birth at a young age. They still need encouragement, they still need guidance, and that is simply why we are here, to celebrate with them and encourage them, to let them know that they are part of this big society. Bilima Namisi kwa upande mwingine ni naibu mwenyekiti wa Transrift amesema kuwa wamekuja eneo hili ili kuongea na kuwapa mawaidha wasichana hao waliopata ujauzito wakiwa katika umri mchanga ili wasikate tamaa katika maisha. By virtue of being here, it's a powerful statement of compassion and solidarity. The fact that we are here to celebrate our anniversary as Transrift Films, 5 years in the film industry, it means that we value the community, we value teen moms, and deciding to celebrate with them means we are here to encourage them. We are here to tell them that their dreams are not dead simply because they've given birth at a young age. They still need encouragement, they still need guidance, and that is simply why we are here, to celebrate with them and encourage them, to let them know that they are part of this big society. Hali kadhalika msimamizi wa wasichana hawa Karo Wafula amesema kuwa yeye husaidia wasichana hawa ili kuwatunza na kuwalea watoto hawa. Vilevile Auntie Rebecca ni mmoja wa wale ambao husaidia pakubwa kuwatunza wasichana hawa. Amezitaja baadhi ya changamoto ambazo wao hupitia katika ulezi wa watoto hawa. Hapa ni Isambu Esther Home. Esther Home inalea wasichana wadogo, wamama wadogo ama wamama wachanga. Mimi niko hapa kama mama mlezi watoto wadogo. Watoto wako 20, sasa hivi tumefika 23. Kuna 7 wanaenda shule. Asubuhi tunaamuka mapema, ninawatayarisha, ninawapeleka shule. Baadaye narudi kushughulikia wenye nimeacha kwa nyumba wadogo. Kuna wamama teenagers ambao walipata mimba wakiwa wa young. Tumeamua kuwarudisha shule alafu tunawalelea watoto. Challenges ambayo tunapitia kama sisi ambao tunapaki na hao watoto wadogo. Kuna wamama wanachikuta wamepata watoto wadogo lakini wengine hawapendi watoto wao. Hata wengine hawajui jinsi ya kuwanyonyesha, kuwalisha, kuwafalisha pampers. Sasa inabidi tuwafunze jinsi ya kufalisha pampers. Tunangangana nao paka inafika mahali wanajua jinsi ya kulea mtoto, jinsi ya kunyonyesha mtoto. Usiku pia tunalala nao watoto wadogo kwa sababu pia wasichana wengine wao hawajui kulala na watoto. Ukimwachia mtoto huenda atafinya mtoto usiku. Hiyo ndio challenges tuko nayo. Kutoka eneo la Isambu, County ya Trans Nzoia, jina langu ni Mswahili Ishmael. Kulikuwa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameonya kuwa Kenya inaweza kuwa ikiondoka kwenye vurugu za kisiasa na kuelekea matumizi ya makundi yenye silaha. Kalonzo amesema kuwa mwelekeo huo ni hatari kwa amani na usalama wa nchi kwa ujumla, hasa Kenya inapokaribia uchaguzi mkuu wa 2027. Militias in the name of goons, sahi, spreading fear and despondency. We will not allow. Kenyans will not allow. Kenyans have said, huwezi kuiba mali yetu alafu uje utuonge nayo. And nimetoka upande wa pwani, Mheshimiwa
askofu, na kule kuna mama moja pale mjasiri ameingia kwa chama cha Wiper Patriotic Front. Anasema he's quoting a chapter ya Olkalao, no, chapter ya Nyandarua na verse ya Olkalao. Yaani Wakenya wamerefuka, huwezi kuwadanganya tena. But we must exercise tolerance. Bwana William Ruto, nikiwa hapa leo Kidhimani, by the way, Mwana, is a beautiful word. Kidhima is a well, and this is why we are seeing, this well effect. I advise you very strongly to stop the rundown on our country. Because what has happened today in Homa Bay is clearly not acceptable. In fact, it is an impeachable offense. If you, as a leader in the country, one with the instruments of power, cannot guarantee the basic right, and the right to life is a basic right. Mwingine kulikuwa aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Aisha Jumwa amemjibu kwa ukali waziri wa afya Aden Duale baada ya Duale kudai kuwa alipata ugumu kusoma na kuelekea au kuelewa nyaraka za baraza la mawaziri. Duale amesema alikuwa akimsaidia Jumwa kusoma nyaraka hizo wakati wakiwa serikalini. Jumwa hata hivyo amepinga kauli hiyo na kumshutumu Duale kwa kutoa kauli za kumdhalilisha. Amedai kuwa wakati wakiwa baraza la mawaziri Duale hakuwa akizungumza naye mara kwa mara na kwamba maingiliano yao makubwa yalitokea baada ya yeye kumsaidia Hassan Joho kukutana na Rais William Ruto. Aden Duale, wewe Aden Duale Almasir Al-Tajari, nataka nikwambie hivi. Mimi Aisha Jumwa niliwahi kukaa na wewe katika cabinet, na hakuna siku uliniongelesha isipokuwa ile siku moja niliyomchukua Ali Hassan Joho nikampeleka kwa Mheshimiwa Rais William Ruto majira ya jioni, masaa ya saa 12:30. And the following day tulikuwa na cabinet. Hiyo siku ndio liliongelesha mimi kwa machungu mengi na matusi, kuniambia kwa nini nimemchukua Ali Hassan Joho, a drug baron, an illiterate, na mtu ambaye amemtukana rais, nikamleta State House kuja kukutana na rais. Tukizidi kusonga mbele ni kuwa aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amejibu kwa ukali madai ya Rais William Ruto kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anafadhili upinzani kisiasa dhidi ya serikali. Muturi amesema chanzo cha hasira na mchafuko wa kisiasa nchini si Uhuru Kenyatta bali ni hasira za wananchi kutokana na masuala yanayowakabili wa Kenya kwa ujumla. Sponsoring the opposition. William Ruto anataka kukuambia leo mchana, the person that is sponsoring the opposition is the anger. Ile hasira inafanya mzazi anapoenda kwa hospitali anatafuta matibabu, anaambiwa SHA haifanyi. Mzazi akipeleka mtoto shule, alikuwa anapewa anduefya na wakati ya Uhuru Kenyatta, anaambiwa hakuna, chukua mtoto wako peleke hospitali. Ile kidogo tu ilikuwa imebaki kwa mfuko ya mwananchi. William Ruto umepora kupitia kodi. Hiyo ndio sababu William Ruto unasema ati upinzani
unakuwa unafadhiliwa na Uhuru. Upinzani haufadhiliwi na Uhuru. Upinzani unafadhiliwa na ile hasira na ile shinda iko na Mkenya yoyote katika kona yoyote ya nchi hii. Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, shukran sufufu kwa kuweza kuwa nasi sako kwa bako toka mwanzo hadi sasa, ambapo ni ruhusu nilikunje rasmi jamvi la magharibi mchana ili kupata taarifa zetu pindi zinapochipuka, hali kadhalika mbashara. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni @TV Magharibi. Vile vile tovuti wetu www.magharibi.digital. Tufuate huko mtazamaji, upate taarifa kwa kina, mbashara na burudani kadri ya uwezo wetu. Kwa sasa na kutakia mchana mwema, na usikose kuungana mwenzangu Nancy Chanji ifikapo saa 2 za jioni akuweke ange kwa yale yanafanyika eneo la magharibi na taifa zima la Kenya. Kutoka kwangu sina la ziada bali kutakia mema. Anafahamika kama Juma Ngeti.